Haya, nashukuru TSM kunipea fursa hii kuzungumza na Wakenya. Langu jina ni mjukuu wa bunduki kijana Uhuru Kenyatta, na tunataka kuzungumza kuhusu uchaguzi ambao imefanyika haswa ya Mbeere kwanza, kwa sababu lazima tuzungumze kweli ya kwamba wana Mbeere hakika mmechagua mbunge wa Mudende, but wengi wenu hamjui wa Mudende ni nani. Wa Mudende alikuwa na tenda ya kusupply gas ambayo ya oxygen Kenyatta National Hospital karibu milioni 443, na wakasupply hewa. Ikambidi CEO ambao alikuwa anasimamia wakati huo akavutwa kazi. So unafaa kujiuliza, kama mtu anaweza kualagai Kenyatta National Hospital na ana supply hewa zaidi ya milioni 443 inaliwa, sasa 200 million na constituency every year ata manage, si zote zitaliwa. So wana Mbeere North, wengi wenu mna celebrate, but mna celebrate fisi, kwa sababu ni vigumu sana kama mtu ambaye ameiba zaidi milioni 443. Ndugu yangu, wakati watu wanakosa oxygen, kwa sababu mimi ni rafiki ya rais, ama mimi ni rafiki ya deputy president, ama mimi ni rafiki ya minister wa health, sasa na supply hewa, sasa Wakenya wanakufa, CEO inabadilishwa, lakini walioiba pesa bado wanaongezwa nafasi ya uongozi ndani ya taifa la Kenya. My fellow Kenya, lazima tuangalie tunachagua kina nani. The reason why hatuwezi pata maendeleo Kenya kwa sababu tunachagua waizi, tunachagua watu ambao ni watapeli, tunachagua watu ambao ni waporaji. Ndugu zangu, watu wa Meru, watu wa Embu, Mbeere North, wa Mudende ni fisi, na ni fisi ambayo imetoka kwa serikali inaletwa kumla wana Mbeere North. Ukiangalia vyombo za habari, wa Mudende walikuwa na tenda, ama alikuwa na tenda ya kusupply gas ya oxygen Kenyatta National Hospital. Hakusupply, lakini pesa imeliwa. So ile reward badala pereke Kamiti, Simulatewa, Manyani, sasa ile reward ambayo serikali ya William Ruto ana reward, anapewa kukuwa mbunge wa Mbeere North. Ni fair kwa Wakenya? Ni fair? Wakati nimeibia mwananchi kwa hospitali, kisha badala nikamatwe, nifungwe, sasa nariwadiwa, napewa tena another position, sasa elected, ili niende tena kuiba pesa ya constituency. Mbeere mtajuta. Na hii nataka kusema kuchaguliwa Mudende imechangia pia Gachagua, kwa sababu Gachagua aliogopa kusema ukweli ya mambo, kwa sababu Gachagua angetaja, kuna siku moja deputy president Kindiki alisema kwamba Goliathi ukizidi kukuja hivyo nitakuanika. So Gachagua aliogopa kusema kwamba wa Mudende alisupply hewa kwa Kenyatta na Hospital, kwa sababu pia Gachagua pia alisupply hewa wakati alikuwa kwa serikali kama deputy president akakula 3 billion. So aliogopa kutaja wa Mudende. But mimi nataka kuambia wana Mbeere, wa Mudende hawezi deliver, ata deliver nothing. Kama manage kupora Kenyatta Hospital na hizi pesa zote zikaenda na hajawahi kamatwa na serikali ya William Ruto, kisha the same serikali ama the same chama ambayo kiongozi wa chama ni William Ruto akampea tiketi na akachaguliwa, sasa ni mbunge elected MP wa Mbeere North, mtajuta ndugu zangu, mtajuta. Na hii pia vile vile nataka kugusia watu wa Kasipul. Mbeere na Kasipul hawajapata uongozi, au ni watu ambao wamepata fisi. Watu wa Kasipul mtalia, watu wa Mbeere mtalia. Kasipul wamechagua thugs. Ndugu zangu, kama guns imepatikana kwa boma la huyu kijana, boma lao, huyu kijana Waweri kwao, vijana guns ambao waliua watu, kisha hizi gun wanataka kuniambia sasa waliponyoka DCI wakaenda. Ndugu zangu, tusungumuze kweli. The government of today ni serikali ambayo hataki kumaliza uhalifu.
Ndugu zangu, DCI kukamua kwa nataka kukamata, utakamata ukiwa wapi? So mimi nataka kuambia Mheshimiwa President William Ruto, najua Wamudende ni mbunge wako, Wamudende ni life member ya chama yako, but Wamudende tunataka akamatwe, ama kama hamtamkamata Wamudende aturudishie 443 million pesa ambayo Wamudende alikula na akasupply hewa, kisha mkavuta CEO wa Kenyatta National Hospital. Sasa mkaleta CEO ambaye alikuwa pale Jaramogi Oginga Odinga kwa Kenyatta National Hospital, lakini pesa zetu ya 443 million amujarudisha. So right now mnatuambia Wamudende congratulations kwa sababu ni mbunge, lakini pesa ya mwananchi kwa wapi? So mimi nataka kuambia Mheshimiwa William Ruto, it is high time Mheshimiwa Ruto pia utuambie kama unashirikiana na hawa ambao ni waporaji, tujue, kwa sababu I fail to understand why a person ambaye anapora wa Kenya anapewa tikiti. Hiyo ndio nataka kuuliza Mheshimiwa Rais. A person ambaye anapora Mkenya anapewa tena another chance kuongoza wanambere. Kwa sababu gani? Iwapo mimi ni mwizi, kuna viongozi wengi ambao wanafaa kuwakilisha UDA, kama ni lazima UDA ashinde pale. Kwa nini hao wengine hawakupewa nafasi kuongoza? Why Wamudende? Inamaanisha kuwa na kina Kindiki wanajua hii mambo ya kusupply hewa ya gasi ambayo ilikuwa inapaka kupeleka Kenyatta Hospital. So my fellow Kenyans, Wamudende lazima arudishe pesa ambao walisupply hewa Kenyatta National Hospital, gas ambao walikuwa wanafaa kusupply. So hakuna namna mtapora Mkenya na pande Ruto na kopa na Israeliwa. Ruto amekopa 3 trillion within 3 years. Na tukiangaliza pesa mtu anakula 443 million. Hiyo si pesa kidogo ndugu. Hiyo ni pesa ambayo inatosha kujenga kilomita ngapi ya barabara ya lami? Imetosha kujenga kilomita ngapi? Mtu anachukua anakula na marafiki zake, then the same person ambaye anafaa kukamatwa anapewa tiketi ya chama cha UDA, then anachaguliwa, then tunasema ya kwamba ati sasa UDA iko sawa. Nataka kuambia Mheshimiwa Ruto, kwa vyovyote ambavyo unafanya, tafadhali tunataka kuona Wamudende kama anarudisha pesa, tunataka kuona Wamudende kama kwa ndani. Jambo ambalo namalizia kwamba watu wa Kasipul mtajuta kwamba namna Wanga na anawasumbua wafanyakazi ama wenye tenda walipi Homa Bay, the same anaenda ku apply Kasipul constituency, kwa sababu wao ndio wenye Kasipul constituency, wao wenyewe ndio watu wa Kasipul. So lazima tujiulize why kwa nini mtu tulipoteza Senator Beno Lucho Kelo, lakini kijana Beno Lucho Kelo hakupewa, wakaleta Uchila yako. Kwa nini huyu kijana analazimishwa na watu wa Kasipul? Analazimishwa kwa sababu baba yake ndiye alikuwa goons ya kusaidia Wanga kuchaguliwa. So mimi nataka kuapili ya kwamba nimesikia Wanga akisema kwamba ati huyu kijana ndiye atakomesha vita. Ati yeye ndiye atakomesha vita ya watu kuuliwa Kasipul. Kama baba yake anashutumiwa ya kwamba kuna msichana mmoja ambaye amepotea hadi leo hajajulikana kwa wapi. So unafaa kujiuliza kama baba yake inashutumia kwamba kuna msichana mmoja alidai kwamba anaenda kupewa kazi na sahi haonekani, ameenda missing up to date. So unataka kuniambie nini? Na sasa kijana yake, na huyu kijana wakati ambao tulikuwa tunalalamika Kasipul ndiye alikuwa na comment akisema kwamba kama unaona babangu amekuua enda report kwa police station. Na wakati huo mama yao ndiye alikuwa OCPD ama OCS Yugis. So mnajaribu kutuambia sasa sisi ni wapumbavu sana. Na malizia nikisema Raymond Omolo, ni wewe mwenyewe utamaliza siasa ya chuki, siasa ya mauaji, siasa uporaji ya mali ya Wajaluo. Ni wewe ndio uko na jukumu. Iwapo uta collaborate na hawa waizi, hawa wauaji wa Luo Nyanza, hawa Sekofan, Mheshimiwa Omolo PS, tutazidi kupoteza. Heshima ya Mheshimiwa Rais William Ruto itapotea Luo Nyanza. So ni wewe kama waziri ama wewe kama naibu mawaziri, kama PS permanent secretary, ni wewe mwenyewe tutaamua ya kwamba unataka kutengeneza uhusiano wako na Wajaluo na unataka kutengeneza uhusiano ya Mheshimiwa Rais na Wajaluo. But ukikollaborate na people like Wanga, people like James Orengo, people like huyu wa ya Migori, Uchila yako, ndugu yangu Mheshimiwa PS Raymond Omolo,
watu wa Uluo Nyanza wanaenda kuacha kwa sababu gani? Wataona ya kwamba hawana faida lolote, kwa sababu wewe unafanya kazi, lakini wale wa ODM wanachafua jina ya serikali na wanachafua jina lako. So it is upon you mheshimiwa, yes, kutengeneza uhusiano wako na mheshimiwa Rais William Ruto. Langu jina ni mjukuu wa bunduki, kijana Uhuru Kenyatta, mtetezi wa wanyonge. Kaa hapa, tuko ndani ya TSM. Tutazidi kukua hapa kuleta machangamoto na kuleta yale ambayo yamefichwa. Tutafichua. Sisi tuko hapa kuzungumza kwa niaba ya wananchi. Mimi ni mbunge mtarajiwa wa Embakasi Central 2027.